Rafiki yangu, kuna kitu kidogo sana mwilini, lakini kikianza kinakera, kinachekesha na wakati mwingine kinatisha sana. Ninazungumzia kwikwi au kwa Kiingereza hiccups. Kila mtu amewahi kupata kwikwi angalau mara moja maishani. Lakini je, unajua zinatokeaje? Na je, unajua kuna aina ya kwikwi zinazoweza kudumu siku, wiki, hata miezi? Leo nitakuelezea kwa lugha rahisi kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, usisahau kusubscribe, like, weka maoni, share na bofya alama ya kengele ili usipitwe kila tunapoweka video mpya. Hebu tuanze kwa kuangalia kwikwi ni nini hasa. Kwikwi ni mshtuko wa ghafla wa misuli ya kupumua. Ndani ya mwili wako kuna misuli muhimu sana, inaitwa diaphragm. Kwa Swahili huita kiwango. Hii ipo kati ya kifua na tumbo. Ni kama kazi yake kusaidia kupumua. Ndiyo, kazi kubwa ni kusaidia katika upumuaji. Ukivuta pumzi inashuka, ukitoa pumzi inapanda. Kwikwi hutokeaje? Hili litakuwa swali lako kubwa, lakini sikia. Wakati mwingine diaphragm hupata mshtuko wa ghafla. Inajikaza bila mpangilio wote ule. Unavuta pumzi kwa nguvu ghafla, lakini kabla hujatoa pumzi, kamba za sauti zinajifunga haraka mno. Ndiyo, unatoka na sauti ile au kwikwi. Hapo ndipo kwikwi hutokea. Vitu vinavyosababisha kwikwi za kawaida. Kwikwi nyingi huwa za muda mfupi, huisha zenyewe baada ya dakika au saa chache. Sababu zake ni kama kula haraka sana, kunywa soda au pombe, kushiba kupita kiasi, kumeza hewa nyingi, mabadiliko ya ghafla ya joto tumboni, ama kucheka sana. Hizi kwikwi huwa si hatari kabisa. Sasa kuna aina 3 za kwikwi kitaalamu. Namba 1, acute hiccups ya muda mfupi, hudumu dakika hadi saa chache. Hizi ndizo za kawaida, huisha zenyewe. Namba 2, persistent hiccups, hudumu zaidi ya saa 48. Hapa tayari si kawaida, inahitaji uchunguzi. Na namba 3, intractable hiccups. Hizi ndizo hatari zaidi, hudumu zaidi ya saa 48 mpaka mwezi mmoja. Ndio tunaziita intractable, yaani hazikomi kirahisi hata kwa dawa za kawaida. Kwa nini intractable hiccups ni hatari? Kwa sababu si kwikwi za kawaida tena. Mara nyingi huwa ishara ya tatizo kubwa mwilini. Zinaweza kusababishwa na magonjwa ya ubongo, kiharusi, uvujaji au uvimbe kwenye ubongo, magonjwa ya uti wa mgongo, saratani, matatizo ya figo, matatizo ya ini, reflux kali ya tumbo, GERD. Hivyo aina hii ya kwikwi isipuuzwe kabisa. Madhara ya kwikwi sugu na isiyoisha ni yapi haswa? Mtu akiwa na kwikwi zisizoisha anaweza kupata kukosa usingizi, kushindwa kula, kupungua uzito, uchovu mkali, msongo wa mawazo, maumivu ya kifua na tumbo. Kwa kifupi, maisha yanavurugika kabisa. Kwikwi zinahusianaje na neva? Diaphragm inadhibitiwa na neva kuu mbili, phrenic nerve, vagus nerve. Neva hizi zikikasirika au kuathirika, diaphragm hupata mishtuko ya mara kwa mara, ndipo kwikwi sugu isiyokoma hutokea. Kwa za kawaida, njia rahisi husaidia kuhusu kukabiliana na kwikwi: kunywa maji taratibu, kushikilia pumzi sekunde chache, kumeza sukari kidogo, kupumua ndani ya mfuko wa karatasi, kuvutwa ulimi taratibu. Hizi hurekebisha mshtuko wa diaphragm. Kwa persistent na intractable, hapa matibabu ya hospitali yanahitajika: dawa za kutuliza neva, dawa za reflux, muscle relaxants, wakati mwingine upasuaji au neva block. Matibabu hutegemea chanzo kilichogundulika. Unashauriwa uende hospitali kama kwikwi zimezidi siku 2, unashindwa kula au kulala, una maumivu ya kifua, unatapika damu, una dalili za kiharusi,
usipuuzie. Kumbuka, usitumie dawa kiholela bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kwikwi nyingi ni za kawaida na huisha zenyewe, lakini zikidumu sana, mwili unakuwa unatuma ujumbe kuwa kuna tatizo ndani. Hivyo usichekelee wala kuona kama ni kawaida tu. Fuatilia afya yako, kwa sababu hata kitu kidogo kama kwikwi inaweza kuwa dalili ya ugonjwa mkubwa. Asante kwa kusikiliza, natumai umejifunza kitu. Usisahau kushare elimu hii, unaweza kumwokoa mtu asiyefahamu. Weka maoni yako na bofya alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kila tunapoweka video mpya. Hapa tunafungua siri, jifunze, elewa na ufurahie. Subscribe sasa usipitwe. Kwa nini moyo hupiga kwa kasi ukishituka? Na mwili hujikinga vipi na maradhi? Njia bora za kuishi kwa afya, hapa utapata kila ufafanuzi. Karibu kwenye